Nzoia, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane na tufanye kazi pamoja na tushughulikie mambo yenu ya maendeleo. Ndio mimi nimefika hapa leo, na mbali na mambo ambayo nataka niseme hapa leo, asubuhi nimeanza kazi kule kwanza na Endebess. Mimi nilisimama hapa Trans Nzoia 2019. Mimi nikawaambia tutawajengea mambo ya maji, na tulitafuta pesa kutoka Africa Development Bank bilioni 1.2 million. Mimi nimefurahi leo tumejenga mfereji kilomita 73, tumeweka tanks 8 na maji itapatikana kwa watu 1,200 kule kwanza na kule Endebess. Nyinyi mnanielewa? Lakini vile nimefika hapa leo, nimeambiwa ya kwamba bado kuna sehemu maji haijafika kwa manyumba ya wananchi, na nimekubali tutatoa tena milioni ingine 400 ya kusukuma hiyo maji ifike kwa manyumba ya wananchi. Na vile vile nimesema hivi, kwa sababu hiyo milioni 400 haitoshi, tunaenda kuongeza bilioni 1.1 ndio watu wote ama karibu wote kule kwanza, hapa Kitale na kule Endebess wapate maji. Hawa viongozi wenu wameniambia ya kwamba hapa Kitale muko na matatizo ya sewage system na muko na matatizo maji haitoshi, na nimekubaliana na wao ya kwamba tena nitarudi katika phase 2 hapa Trans Nzoia. Tunawapatia bilioni 2 tena ya maji ya town na maji ya constituencies zingine 2, na hiyo mpango nitaweka katika budget mwezi wa 6. Ile kitu mimi nawaomba tu munipatie nafasi kidogo. Munajua tuko na deni kubwa ya karibu dola bilioni 2 ambayo tunalipa mwezi wa 6. Nikilipa hiyo deni mwezi wa 6, nitawawekea katika budget mambo yenu ya maji na mambo ya barabara ya hapa Trans Nzoia. Mnanielewa? Mnanielewa? Unajua hii deni kubwa ambayo tuko naye ni ya wale watu wa rege. Sasa kwa sababu waliimba rege mpaka deni ikalundikana ikakuwa mambo mingi. Sasa lazima kwanza ning'ang'ane nilipe hiyo madeni. Mnaona ile kazi hasara hao watu wametupatia? Mimi nataka niwaambie vile vile watu wa Trans Nzoia, mumeniambia ya kwamba katika mpango ya hapa Trans Nzoia, nyinyi ngoja wacha mambo ya stima nitasema. Wewe unaniharakisha, kwani umeambiwa mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Mimi niko area, na mkinipanga vizuri naweza kulala. Mutanipanga vizuri? Mahali ya kulala iko blanketi, na hii baridi ya jioni nitafanya nini? Sikia. Sikizeni. Tumekubaliana ya kwamba kwa mambo ya stima hawa jamaa wanasema niongee. Nimekubaliana na hawa wabunge wenu ya kwamba hapa Trans Nzoia mpango yetu ni kuongeza watu 12,000 wapate stima. Tumeweka milioni 600 katika budget yetu ya mwaka huu. Kati ya Januari mpaka Disemba tumekubaliana na hao wabunge wenu vile tutapanga mambo ya stima, ndio tufikishe stima kwa manyumba ya watu 12,000 wapya katika Trans Nzoia County. Tumekubaliana? Mimi nawashukuru watu wa Trans Nzoia. Mnajua kama hatuwezi kujilisha, kama hatuwezi kuwa na chakula ya kutosha Kenya, tutakuwa ni watumwa. Ni kweli ama si kweli? Saa hizi tunaagiza chakula bilioni 500 kila mwaka tunatumia ili kulete chakula, kulete mahindi, kulete ngano, kulete mchele, kulete edible oil,
kulete sukari kutoka nchi zingine. Na mimi nimesema hatuwezi kuendelea kuagiza chakula kutoka nje. Tunataka kuzalisha chakula hapa nyumbani. Nyinyi watu wa Trans Nzoia ni wakulima wazalendo. Mimi niliwaahidi wakati nilisimama hapa, niliwaambia bei ya mbolea tutapunguza. Ni kweli ama si kweli? Ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000. Mwaka uliopita niliteremusha mpaka 3,500. Mwaka huu itakuwa shilingi 2,500. Na nimehakikisha ya kwamba hiyo mbolea mimi nitajaza kwa mastoo yenu hapa Trans Nzoia. Kuanzia mwisho wa mwezi huu itakuwa imejaa kila store, ndio tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mnanielewa? Vile vile nimewaambia wakulima wetu tutahakikisha ya kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko ya mkulima na wakulima wanatusaidia kufukuza njaa katika taifa letu la Kenya. Mnajua kuna wengine ati wanasema mbinu ati ya kuteremusha bei ya unga ni kufaa sufuria kwa kichwa. Wewe ukifaa sufuria kwa kichwa, bei ya unga itateremuka kwa njia gani? Si lazima tuende wakulima shambani tuzalishe chakula, ndio tupunguze gharama ya chakula, ndio tuondoe njaa. Hiyo ndio mpango tuko naye. Vile vile nimewaambia wale ambao ni wakulima wa maziwa, nimewaambia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 ile bei ya maziwa tutaongeza kutoka shilingi 33, shilingi 35 mpaka shilingi 50 kwa lita moja, ili mkulima aweze kupata mapato, watuzalishie chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Tunaelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa Trans Nzoia leo, nimekuja kwa sababu tulikubaliana na hawa vijana. Si tulikubaliana tupange ajira? Shida kubwa ya Kenya ni vijana mamilioni hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Vijana wengi wako na certificate, wako na diploma, wengine degree, lakini kazi hakuna. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu nimeweka mpango ile niliwaambia ya housing. Nikiongea na nyinyi sasa, vijana 120,000 Kenya wanafanya kazi kwa mpango ya housing. Na leo mimi nimekuja Kitale. Watu wa Kitale mnanisikia? Watu wa Trans Nzoia mnanisikia? Hii shamba ya prison hapa, hii shamba ya prison, mimi naweka nyumba 10,000 kwa hii shamba ya prison iko hapa. Nimelete watu wa NYS waanze clearing. Ndani ya miezi 2 mitatu nitajaza watu hapa mafundi wajenge nyumba 10,000. Nahitaji vijana 20,000 ambao wataenda kufanya kazi pale. Vijana wa Trans Nzoia mko tayari? Mimi nauliza vijana wa Trans Nzoia, nyinyi mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Mtaenda kufanya kazi pale? Tunahitaji architect, tunahitaji engineer, tunahitaji plumber, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji hata mtu ya mkono. Sasa mimi nakuuliza wewe muungwana wa Trans Nzoia, kwa hiyo kazi yote nimesema ya architect, ya plumber, ya carpenter, ya electrician, hata ya mkono, wewe utakosa kujipanga kwa kazi moja kwa hiyo yote? Wewe unangojea mimi nikuje nikupange kwa njia gani? Mutajipanga? Nikiweka manyumba pale mutajipanga? Nimekuja kuanzisha hiyo mpango, na mbali na nyumba 10,000 hapa tuko na shamba eka 100 na kitu. Tuko na prison hapa. Mimi nimesema hivi, hiyo prison jela ambayo iko hapa mimi nitahamisha iende ng'ambo ile. Lakini mimi nataka niwaulize watu wa Trans Nzoia, pale mimi nataka kuhamisha prison, kuna watu wameenda wakanyakua hiyo shamba wakafanya ati ni shamba yao. Mimi nawauliza,
Mnataka prison ikae hapa ama tuhamishe iende huko? Ikae hapa ama tuhamishe iende huko? Iende huko. Ndio tuwajengee town hapa. Town kubwa. Hapa. Na wale watu wamenyakua ile shamba. Lazima tukubaliane. Wale watu wamenyakua shamba ni waambie wahame. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi natoa notice. Tunaelewana? Mimi natoa notice nikiwa Kitale. Wale watu wote wamenyakua shamba ya prison wafunge virago watoke. It is as simple as that. It is as simple as that. Ama namna gani? Tunaelewana watu wa Nzoia? Wale watu wako huko wasituletee. Ile shamba ni ya shamba ya serikali. Na tunataka kuhamisha prison kutoka hapa iende pale. Mimi nawauliza wale wote, sisi ni watu wangwana. Endeni kwa Ministry of Lands. Tunataka shamba irudi kwa wananchi, tuhamishe prison ili tujenge city hapa. Munasema hawa watu tuwaambie mambo ni mangapi? Ati tuwaambie mambo ni mangapi? Watu wa Kitale munasema mambo ni mangapi? Kwa watapeli, kwa malankraba, kwa wafisadi na wakora wote, mambo yao ni mangapi? Mambo kwisha. Na uamuzi ya wananchi ndio uamuzi wa Mungu. Ama mnasemaje watu wa Nzoia? Tuambiane ukweli bwana. Tunaelewana? Na mbali na kujenga hizo nyumba hapa Kitale, na sikizeni watu wa Nzoia niwaambie. Hii mpango tunapanga hapa ya manyumba ni kwa sababu tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Na mtu asiwatumie vijana hawa vibaya. Tunataka hawa vijana wajipange na ajira. Leo mimi nimekuwa hapa kwa ICT Hub. Mbali na kupanga mambo ya housing, mimi nataka vijana wa Kitale mnisikize vizuri. Vijana mko? Mbali na hii mpango ya housing, vile vile tumebadilisha sheria ya CDF. Mimi nimeenda Marekani, nimeenda Ujerumani, nimeenda Uingereza, nimeenda Canada, na wametupatia nafasi 500,000 ya hawa vijana. Sijui kama tunaelewana. Na hiyo kazi tumekuja tukabadilisha sheria ya CDF. Sasa kila ward tunataka kuweka ICT hub. Kila ward tunataka vijana 300 ama 400 kila ward ya Kenya wawe na ICT hub, tuweze kuwafanyia training, na pesa ya training mimi nime-release last week 120 ya kutrain hawa vijana, ili tuhakikishe ya kwamba inapatikana ajira ile inaitwa digital jobs. Kwa sababu ile manifesto mulipiga kura tukapitisha ilikuwa na digital super highway ambayo sasa tutatumia kuleta mtandao na kujenga ICT hub ndio hawa vijana wapate ajira. Mimi nauliza nyinyi vijana wa Kitale, tukiweka kompyuta kwa ICT hub hapa, kompyuta itashinda nyinyi kufinya? Yaani kufinya kompyuta iwashinde? Sasa hata nyinyi mkishinda na kufinya kompyuta sasa muache kunisumbua. Ama na magari jameni? Mutafinya kompyuta tupate ajira? Mutafinya tupate ajira? Tupange ajira hawa vijana. Jambo la tatu, mimi vile vile nimetafuta ajira ya hawa vijana kupitia kwa ile inaitwa bilateral labor agreement. Kuna vijana wataenda Saudia, kuna vijana wataenda UAE, kuna vijana wataenda Ujerumani. Tumetangaza last week, kama wewe ni mtu ya kusoma gazeti, tumetangaza last week nurses 2,500 wa kwanza. Tunataka watoto kutoka Kitale waende wafanye kazi nje, walipwe na dola, warudi nyumbani watuletee pesa. Sasa wewe, mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Kitale. Sasa mimi nimeenda Ujerumani nimetafuta kazi. Nimeenda kule Ulaya nimetafuta kazi. Nimekuja nimeweka kwa gazeti. Nimetangaza wewe uapply. Wewe unakaa hapa huja apply. Wewe unataka nikusaidie kwa njia gani? Wewe unataka nikutafutie kwa njia gani? Muta apply?
Mutajipanga? Mutajipanga ama mutajipanga jameni? Mutajipanga? So mimi nataka niwaambie vijana wa taifa letu la Kenya, muko na nafasi kwa mambo ya housing, mufanye kazi. Kwa mambo ya digital jobs, mufanye kazi. Kwa mambo ya export of labor, mufanye kazi. Kwa sababu shida kubwa ya Kenya ni vijana wengi ambao hawana ajira, na ndio sababu nimeweka mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Tunaelewana? Kwa sababu nikasema tulipe housing levy. Watu wakasema ya kwamba huyu jamaa analete mambo ya Zakayo. Heri mimi nikuwe Zakayo lakini hawa vijana wapate ajira. Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Heri niitwe Zakayo na Kenya isiingie kwa madeni. Nyinyi mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi Kitale, mnataka tuendelee kukopa madeni mpaka Kenya ipigwe mnada? Bana, hiyo maneno tuache maneno, hapana. Sijui kama tunaelewana watu wa Nzoia. Tuko pamoja? Vijana mtajipanga? Vile vile mimi nilisimama hapa, mimi nikawaambia ya kwamba mambo ya afya, hakuna mtu anaomba kuwa mgonjwa. Si unakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya ama namna gani? Na tukasema familia nyingi, watu wengi wanaumizwa, wanawekwa kwa umaskini kwa kuuza mali yao, kuuza ng'ombe, kuuza plot, kuuza shamba kwenda kulipa bili ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Tunafanya harambee kila siku kwenda kulipa watu madeni ya hospitali. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niliwaambia hii shida tutatatua. Na nikawaambia hata ile pesa ya NHIF ambayo saa hizi mnalipa 500 kwa wale watu wenye mapato ya chini, niliwaambia tutapunguza kutoka 500 mpaka 300. Na niliwaambia vile vile ule mtu ambaye hana uwezo wa kulipa hata hiyo 300 tutawalipia kama serikali ya Kenya. Na jambo la tatu nikawaambia tutaweka hazina maalum inaitwa Chronic Illness Fund ambayo italipa ile magonjwa magumu kama kansa, kama saratani, kama hypertension, diabetes na zile zingine. Hiyo mpango yote mimi nimefanya. Mulipiga kura tukapitisha manifesto. Mimi nikaenda bunge nikapitisha sheria 4. Hawa wabunge wenu wamenisaidia tukapitisha sheria. Mimi nimeweka sahihi, kidole iko sawa. Alafu ati kuna watu wachache wameenda kotini kwenda kusimamisha hiyo mpango. Mimi nataka niulize wewe mtu ya Kitale. Yaani mnataka watu wachache wasimamishe ati tusipunguze bei ya NHIF kutoka 500 mpaka 300? Tupunguze tusipunguze? Tulipie ule mtu hana uwezo tusilipie? Na wale watu badala ya kuuza mali yao na kufanya harambee, tuwe na hazina maalum, tuendelee ama tuendelee? Ndio mimi nimewaambia wale watu wako kotini wananisumbua ati wanataka kusimamisha mambo ya NHIF. Nimewaambia nyinyi kwanza wale wanatupeleka kotini ni wakora, matapeli, watu ambao wamekuwa wakiiba pesa ya NHIF. Wameweka pesa nyingi, wanaenda kununua wakili, wanaenda kuhongana kotini. Mimi nimewaambia hawa majamaa, nyinyi hamujawahi kulala njaa. Nyinyi hamujui kupiga lami mpaka kiatu ikatike. Nyinyi hamujauza mali yenu kulipa bila hospitali. Nyinyi hamujui uchungu ya kulipa 500 badala ya 300. Lakini mambo yenu ni matatu. I am telling you, hakuna vile mnaweza kusimamisha ajenda ya wananchi. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kitale. Mimi nataka niwaulize, tupunguze gharama ya NHIF tusipunguze? Yule mtu hajiwezi, tumulipie kama serikali ama tusimulipie? Mnataka kuendelea kuuza mali yenu mlipe bili ya hospitali? Tuwe na hazina maalum tusiwe na hazina maalum? Mnasema hii program ya universal health coverage niendelee naye ama mnataka ikome? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono. Bas, wale watu wa matapeli wako kotini. Sasa niko na ruhusa ya hawa raia. Tutakutana na nyinyi. Ama namna gani watu wa Kitale? Tumekubaliana? Tutafanya pamoja? Tutapangana pamoja? Vile vile, mimi nataka niwaeleze hivi. Mbali na maji ambayo nimekubaliana na nyinyi, mbali na mambo ya kupanga ajira ambayo lazima tupangane kama wananchi wa Kenya, mimi nataka niwaulize ndugu zangu, watu wa hapa Kitale, tuungane tupeleke mbele taifa letu la Kenya.
Unajua mimi nimewauliza wale watu wa upinzani. Nimewauliza, wananiambia nisipange ajira ya housing. Ati nisipange digital jobs. Ati nisipange ile export of labor. Nikawauliza, kwani mko na mpango gani? Hamutaki nipange hii yote. Mko na mpango gani? Ati tunapanga maandamano. Sasa mimi nauliza wewe, utawacha kufanya kazi ya housing ukuje kufanya maandamano? Ama uache kufanya kazi ya export of labor ukuje kufanya maandamano? Sio ni ukumbavu? So I am telling my friends, please stop confusing the country. Give us your alternative plan on job creation. We have a crisis in Kenya of unemployment. In housing, we will have an opportunity to create opportunities for these young people. In digital jobs, we will have an opportunity to create millions of digital jobs for the young people. In the export of labor, we will create opportunities for the people of Kenya. You people in the opposition, what alternative arrangement do you have apart from maandamano? Watuambie, ama namna gani? Tuko pamoja Kitale? Ya mwisho, soko ndio hii. Mimi nimekujia hii soko. Sawa sawa? Hii soko mpango yetu ilikuwa ni kutumia milioni 870. Hii soko tumejenga, imebaki kidogo. Nimemwambia gavana wenu Natembea. Nimemwambia atafute milioni 40 na mimi nitampatia milioni 100. Tumalize hii soko. Mimi nataka ndani ya miezi 3, ikizidi miezi 4, lakini miezi 3 inatosha. Mimi nataka nirudi hapa niingize wafanyabiashara 3,000 kwa hii soko. Nyinyi mko tayari? Wafanyabiashara hapa mko tayari? Tumalize hii soko. Na nimekubaliana na Tembea ya kwamba ataweka pesa kidogo ya county, nitamsaidia milioni 100. Tumalize hii soko iwe soko ya kisasa. Nyinyi mfanye biashara hapa na ingine soko 5. Mimi vile vile nimeweka pesa 250 million ya soko ya watu wa Kitale. Kila constituency itakuwa na soko mpya. Pengine haiwezi kufikia kiwango hii, lakini itakuwa soko mzuri. Sisi tulikubaliana na mama boga lazima pia afanye kazi mahali kuna heshima, na mahali kuna maji, na mahali kuna stima. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile mimi niliwaambia wale watu walikuwa kwa CRB, mimi nitatoa nyinyi kwa CRB. Alafu nikawaambia mutakuwa na pesa ya Hustler Fund. Saa hii kwa hii mkutano, wacha niseme ukweli, hakuna mtu kwa hii mkutano hana pesa ya Hustler Fund kwa simu yake. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Ile kitu mimi nataka, najua tu kuna watu hapa hawataki tuseme sana kwa sababu kuna kitu hawajafanya. Kuna watu hawajalipa. Sasa unaona? Lakini vile nitafanya namna hii. Sawa sawa? Vile nitafanya namna hii. Mnataka nifanye aje? Ile kitu sikizeni. Sawa? Tuko pamoja? Ile kitu mimi nitafanya namna hii. Sasa wale watu ambao mimi nataka kuongeza hiyo pesa kidogo. Wale watu mko kwa sako nitawapatia pesa zaidi. Wale watu mko kwa vikundi nitawaongezea pesa zaidi. Wale watu ambao hawajalipa lipeni yenu, alafu nitapanga mambo yenu. Hawa mnasemaje? Tuko pamoja? Alafu ya mwisho, watu wa Kitale, ya mwisho, ni vizuri mimi niwaeleze ya kwamba mambo ya uchaguzi tulimaliza. Si namna hiyo? Sasa tuungane, na nimewaambia hawa viongozi wote, mambo ya chama hii na chama ile tuweke kando. Tuungane tufanye kazi ya hawa wananchi. Hawa wananchi ni watu werevu. Baada ya miaka 5 watakuja kutusahihisha. Yule mtu ashafanya kazi, si mtamsafirisha aende nyumbani? Na yule mtu atafanya kazi, si mtamwendesha mambo yake yaendelee mbele? Tuko pamoja Kitale?
Mimi nimekuja hapa jameni kuwasalimu, na mimi nataka niwaambie hawa wakora na matapeli nitawakalia ngumu. These ones. Nitawakalia ngumu sana. So wacha niite gavana wetu